Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo, watu wa Mungu, habari za masiku. Mimi nimeokoka. Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Amenilinda, amenihifadhi, amenishindania. Neema yake imenibeba kwa hizo masiku ambao sijakuwa online, lakini nimeokoka. Majina ni Evangelist Jane Muthenya na nimeokoka kabisa. Yesu ni Bwana. Na ninaendelea vizuri. Siku ya leo nimekuja nitie mtu moyo. Nikwambie kitu katika safari ya imani, mambo ya kuangi vile ulitarajia yakuwe. Lakini yote Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Fadhili zake ni za milele. Neema yake ni mpya asubuhi, mchana na jioni. Kwa hivyo mtu wa Mungu ambao umeokoka, Yesu ni Bwana. Nataka kuambia kitu. Nikwambie Biblia katika Yohana, ili niingie kwa ujumbe. Yohana 3:16 tukienda mpaka 17. Wacha nikwambie mtu wa Mungu kitu. Ya kwamba tukisoma katika, ninaongea kuhusu neema za Mungu. Neema za Mungu ambazo zimetuletea ukombozi. Kazi evangelist ni kuambia watu uzuri wa mbingu na uzuri wa Mungu na uzuri wa Yesu Kristo na Holy Spirit. Evangelist ni kama, nikwambie kazi evangelist ni nini? Kazi evangelist ni kama unaonanga vile mtu anakuambia ingia ngari twende. Hiyo ndio kazi evangelist. Na evangelist ya kuangi na kanisa ni mtu wa kuenda akiambia watu neno la Mungu na anawaombea na wanaokoka na wanatiika moyo na ni wa kukemea. Evangelist sana sana yeye huwa mkali. Maana anaweza kuangalia aone wewe ujielewi, unjui neema hii kubwa hivi. Kwa hivyo siku ya leo nimekuambia naitwa Evangelist Jane Muthenya na nampenda Yesu. Kwa hivyo tukisoma kuna ujumbe yenye nitaleta iko Zakaria. Nitakwambia. Hiyo ndio ujumbe ambao nakuja kuambia mtu ili aweze kusaidika na aweze kutoka mahali yuko. Sometimes inabidi watu watoke kwa mitandao waende wakajijenge na Mungu wao. Maana at the end of the day, wewe ni mhubiri, unahubiri kwa kanisa, wewe ni pastor, wewe ni nabii, wewe ni mwalimu, wewe ni uko na vipawa zile 5. At the end of the day utasimama katika kiti cha enzi cha Mungu. Na ni vibaya sana ujikute umetumika, umehubiri watu neno la Mungu, lakini we mwenyewe hiyo neno haijakusaidia. Neno la Mungu inaitangwa upanga unakata kuwili. Nikikuhubiria na jumbilia. Na kwanza mtu wa Mungu ndio anasikianga ujumbe ili ukuja apeane kwako. Kwanza inafaa kumhudumia yeye kwanza. Ikiwa ni baraka zimesemwa zinaanzanga na yeye zikienda kwa wale wengine. Kwa hivyo watu wa Mungu, niko hapa siku ya leo, nimefurahia Bwana kunipa nafasi nyingine ya kuwa mahali hapa na kufurahia na kushangilia. It is another day. Hii ni siku ingine. Jana si leo na kesho itakuwa leo. Kila siku na mambo yake. Nataka ujifunze kuishi maisha ya kila siku. Ya leo ikiisha, ikiwa umeng'ang'ana, umeteseka, sema hiyo imeisha. Kesho amka useme sitateseka. Na ukisema hautateseka, hiyo ndio itafanyika.
Kwa hivyo acha nisome Yohana 3:16 nasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. 17. Maana Mungu hakumtuma mwanae ulimwenguni maana Mungu hakumtuma mwana ulimwengu ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ya 18 inasema, amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na Yesu asifiwe. Wewe ambao umeokoka una hukumu, na wewe ambao hujaokoka, nataka kukutangazia nikwambie, Yesu mwana wa Mungu hakukuja ili akuhukumu. Alikuja kuokoe wewe mwanadamu. Na wakati umeokolewa na Yesu, unapata kupata maisha mapya. Na ninataka kuambia neema ya Mungu iko kila siku, kila wakati kwa yule anayetaka. Na usiwe kaa hivi uone wewe hauna maana. Usiwe kaa hivi uone wewe ni useless. Hata kama wewe ni mlevi, hata kama wewe unafanya dhambi gani, hata kama unaua, neema za msalabani ziko. Usongee katika kiti cha neema cha Mungu upate neema, uweze kuokolewa, ili usiwaipata hii hukumu ambayo imesema yeye asiyeamini mwana wa Mungu ameukwisha hukumiwa. Usiwaipata hii hukumu, maana hii hukumu italetwa na utahukumiwa na utaenda katika ziwa la moto, maana hukumwamini mwana wa Mungu aliyetolewa kama dhambiu takatifu, dhambiu ya haki, dhambiu akateswa. Aliteswa kwa sababu yako wewe na mimi, ili tupate msamaha wa dhambi, ili tupate kuishi, ili tupate kukaa tukijua tuko na matumaini hata kabla maisha ya dunia hii kuisha. Wewe mwenyewe kabla hujatoka duniani unjue una matumaini na uko na ushirika na mwana wa Mungu aliye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu ambaye mumeokoka, Kristo ni Bwana, nataka unjue kitu kimoja, hiyo neema iko. Na wewe ambaye hujaokoka, bado nikwambie kitu, nikwambie hivi, uko na nafasi wakati umepumua. Wakati unaamuka tu unasikia umeamka, amka ujiulize, Mungu, nimeamka kwa nini? Ni nini nafaa kufanya kando na kazi ile nafanya? Maana ulimwengu huu hakuna mtu ataishi milele. Ulimwengu huu watoto wanazaliwa, wanakuwa, wengine wanakufa, maisha tu inaendelea. Maana hiyo ndio maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo kuna kitu cha maana sana kumkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe ambao umeokoka, wacha kuchezea wokovu. Wacha kuwa kuna maji inaitwa vuguvugu. Maji si moto si baridi. Niwekee tu maji ya vuguvugu yenye tu si moto na si baridi, iko tu hapo. Na kuna maji moto na kuna maji baridi. My dear friend, si uchuzi kuwa moja. Ikiwa umeokoka, Kristo ni Bwana, tetea Yesu. Wacha kuchanganya maisha. Maana siku nyingi mimi nimechunguza hii maisha ya wokovu, nikaona watu wengi wamekataa kuona Mungu kwa sababu hawajaishi maisha ya Mungu. Na hii siongopi kusema, hawajaishi maisha ya Mungu. Leo uko pale, kesho uko hapa, asubuhi umesema Kristo ni Bwana. Saa 4 unasema unaimba ile nyimbo za kienyeji, unatenda, uko na tamaa tu na maisha ya dunia. Mwana wa Mungu ataketi ndani yako lini? Maana Biblia inatuambia sisi ni mahekalu. Na tujue kwamba Kristo na Holy Spirit anaishi ndani yetu.
ataishi lini? Ukiwa we uko na chuki. Ukiwa we uko na chuki. Ulikosewa na ukikaa tu unakumbuka mtu unauma ngalegiyo. Utaonea Mungu wapi? Nimerealize magonjwa mengi yako na watu ni kwa sababu hawana msamaha na watu wengine. Magonjwa mengi yaliyo ndani ya watu, kosi yao ni dhambi. Siku ya leo ukiamua mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana. Bwana, wacha niishi kulingana na maandiko Biblia, nione. Mwezi moja tu hivi ukienda na Mungu vizuri, mizigo itaondolewa. Maana wakati tu umeanza kwenda na Mungu, maana umeanza kwenda na Mungu na umeanza kumuogopa Mungu na umeanza kukaa katika njia zake, anaendanga akitoa hizo vitu, mizigo mizito, chuki, magonjwa, unaondolewa, unakuwa huru. Na hiyo ndio deliverance ya kweli ambao ya kunjua Mungu. Deliverance ile ya kungaragara, iko, lakini Yesu alisema pepo mchafu akimtoka mtu anaenda jangwani na anakaa huko na anakumbuka kuna mahali nilitoka, wacha niende nikaangalie kama kuna ulinzi. Wakati wewe umeokoka, pepo ametolewa, umengaragara, ni nini imewekwa ndani yako? Ni nini imewekwa? Neno ambao unafunzwa na mtu wa Mungu imeingia ndani yako, imekaa. Ndio Yesu akasema kaeni ndani yangu na neno langu likae ndani yangu, kama vile tawi halizaa bila zabibu. Unajua maandiko tunayajua lakini hatuyazingatii. Uwezi kaa ndani ya Kristo na huo unazaa chuki. Uwezi kaa ndani ya Kristo na huo unapuuza watu. Uwezi kaa kwa ndani ya Kristo na huo unadharau watu juu uko na mali, uko na pesa, uko na maisha. Mtu akiwa ndani ya Kristo, maandiko inasema tazama ni kiumbe kipya, kale amepita. Mtu wa Mungu, si leo ujipime. Ujiulize, tangu niliokoka ile madharau nilikuwa nadharau watu. Ati wewe uko na kiwango chako, standard yako wewe. Mtu mwenye ana mali kama wewe, ako ana ngari kama wewe, hajasoma kama wewe, unamdharau. Wewe uko kwa wale wamesoma. Watu wamesoma, madaktari, walimu nini. Wewe uko kwa hiyo. Walie na pesa, watu walie na unadharau watu wale wengine. Je, hiyo ni tunda ya Holy Spirit kweli? Unafaa kuwa ukiwa umeokoka, roho yako itoshie kila mtu. Na ikiwa una hiyo roho, uko na roho ya chuki, ya kupuuza, huyu si wa kuniongelesha, huyu si wa klasi yangu, huyu ataniambia nini na anjasoma, huyu wewe kile kilifanya watu wasiwe. Sisi wote hatuwezi kuwa walimu, sisi wote hatuwezi kuwa madaktari, sisi wote hatuwezi kuwa waumbiri, sisi wote hatuwezi kuwa matajiri. Kuna vitu zinabalansi yangu kwa sababu ya Mungu. Hatuwezi kuwa sisi wote kitu kimoja. Unadharau tu, klasi yako niyo ya juu. Jifunze kukaa na watu wa kila aina. Na kuna watu wengine hapa nataka kuongea kuwahusu. Wewe umeokoka, Kristo ni Bwana, una avoid watu, unasema huyo alinifanya. Nikuulize, Yesu alikulipia gharama bure wewe? Alikulipia gharama bure msalabani, hakukuitisha peni hata moja hivi. Akakulipia gharama. Who are you to judge people? Ati huyo sena nini? Mimi kitu kimoja nimejifunza. Na ikiwa unaweza kujifunza tu, ujifunze. Mimi hakuna mhubiri itasimama niseme hana Mungu. Sina hata ninjue. Sina uwezo wa kuhukumu mtu niseme hana Mungu. Huyo hana Mungu. Sina time. Wakati utataka kupotea, endanga ukindunga watumishi wa Mungu macho. Huyo si mzuri, huyo umbiri Mungu, huyo umbiri. Nikuulize, macho na kuambia neema za Mungu vile ili na wewe uanze kusamea watu. Nitatoka kwa topic neema ya Mungu. Wewe njicho iko na kazi yake inaona. Kuna hii mkono kina kile inafanya. Masikio inasikia.
miguu inatembea. Hivyo ndivyo tuko katika nyumba ya Kristo. Kuna mtu leo atanena kaneno kakusaidie. Kuna mwingi ataongea ingine akusaidie. Kuna mwingine atafanya nini? Aumbiri pengine akusaidie. Wewe ukiwa uelewi mtu, sema huyo mtu simuelewi kabisa na sijui, but Mungu nisaidie. Hivyo. Na nataka kukuambia, umewahi kaa hivi, ukajiangalia, ukajiangalia tu, ukajiuliza maswali, ukajiuliza, na mimi wakati sikuwa nimeokoka, nilikuwa nini? Wokovu ni njia ya kila siku. Si wakati mtu atakwambia niliokoka mwaka wa 1997 tarehe. Wokovu ni kila siku. Maana tunamjua Mungu kila siku. Kwa hivyo nasema hivi, we tangu uliokoka, ni nini umebadilisha? Unadharau watu. Unaweza kusaidia watu alafu utakaanga tu ukiwasengenya ukisema hao ni maskini. Huyu amenipigia simu ni anataka mboga. Huyu ananipigia simu ni pesa anataka. Tujiadhari kwa sababu kila kitu tunachonena na mdomo wetu kimeandikwa. Na kuanzia leo wewe ambao umeokoka, Kristo ni Bwana. Acha utu wa kale. Utauachaje? Utauacha wakati utakana nafsi yako. Utakana nafsi yako namna gani? Roho yako inakuambia chukia fulani, na wewe unaambia roho yako Mungu ni upendo na alitupenda akatupea Yesu, sitamchukia hata kama anafanya nini. Na Biblia inasemanga vita si zetu, vita ni za Mungu. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukemea watu ambao tumeokoka, Kristo ni Bwana, ambao hatuna mwelekeo mzuri. Tulainishe njia zetu. Nimekuambia injili tunahubiri tukiumbilia watu. Tulainishe njia zetu. Angalia hapo unaishi. Unahubiri kwa tabia gani? Wewe roho yako ilinjaa chuki. Roho yako ichekangi. Unacheka na wale wa standard yako. Watu wa Mungu, kipimo inaendelea kupima hapo kwa kazi yako unafanya. Eri ikiwa wewe jaribu jirasimishe kupenda watu, jirasimishe. Na kuna watu wengine wapendi watu. Mtu anaweza kukutembelea tu kwako, hata tumaji ya kunywa hivi wezi mpa. Anzeni kuwa na matunda ya Yesu Kristo. Juu hata Yesu tukisoma katika Biblia makutano walikuwa wanakusanya, na Yesu anatafuta wapee hao watu chakula wakule. Alitufunza nini? Alitufunza kuwa wakarimu. Na wengi Yesu aliwalisha, hawakuwa wengine walikuja wanakuja kumjaribu. Na huyo Yesu tu huyo akafa kwa sababu ya kila mtu. Mtu ambaye umeokoka, Kristo ni Bwana, unataka kumuona Mungu, utaanza kumuona Mungu wakati utaturn from your sin, from your deeds, from your thoughts. Unajua kuna mtu tunaweza tukaa hivi na wewe vile na kuwazia, nasema huyo unawazia mtu mambaya hata umemuua kwa akili zako. Tushinde akili vile tunawaza, watu wa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo nimekuja kukuambia hivi, kuna vitu nyingi ambazo wakati unaenda mbele za Mungu zina kuzuia kusikizwa na Mungu. Sina kuzuia kupata breakthrough katika ulimwengu wa rohoni. Kuna kuzuia kupata ufunuo wa neno la Mungu. Sina kuzuia kumtafuta Mungu. Maana unapotokea naye shetani anaafia. Anaambia Mungu, muone huyu ako na chuki, ako na uzito wa roho. Kuna mtu roho yake ni nzito kutoka zamani. Yeye ameokoka, Kristo ni Bwana, ana amani. Kristo ni Bwana, hajabadilika. Chuki iko ndani yake, Yesu ni Bwana tu. Ukikaa katika wokovu na wewe una amani. Wacha nikuhakikishie hujaokoka vizuri. Ukikaa ndani ya wokovu na wewe tu, chuki ile ulikuwa nayo uko nayo. Raha ile ulikuwa nayo kutembea kule ulitembea unatembea. Maongeo na unatamaa za dunia. My dear friend, hujaokoka, Kristo ni Bwana.
enda Kalifali. Umwambie Yesu akuoshe. Na akikuosha utakuwa kiumbe kipya, kale itapita. Kwa hivyo watu wa Mungu, siku ya leo ninawahakikishia kwamba ni vizuri sana kutafuta Mungu. Ni vizuri sana kujipima, wewe umetoka wapi, umeenda wapi? Wewe ni wa nani? Ujiulize maisha yako. Uko na ushirika gani na Kristo vizuri? Mnashirikiana aje? Majaribu ni mengi, shida ni nyingi, dhiki ni nyingi, matatizo ni mengi, lakini je, utamuita nani? Watu wa Mungu, ninawaumbiria niwaambie, tubandirike, njia zetu sikae Mungu. Na wewe ambao unainitazama, lilia Mungu, umwambie akusamee kwa makosa ambao umetenda. Kwa hivyo unaona, yule ameokoka hahukumiwi tena, lakini utakuta tu kwa sababu ya vizuizi utakuta umehukumiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe ambao hujaokoka, Kristo anakulilia tu, anakuita uokoke ili uweze kupata uzima wa milele, uweze kupumzishwa. Katika Matthew 11:28 inasema, Njooni kwangu nyinyi nyote usumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzia. Yesu aongei kuhusu watu hawajaokoka, hata wenye wameokoka wako na mizigo. Kimbia kwa Yesu kabla muda hujaisha. Hakuna kitu kimbaya, miaka yote umesema Kristo ni Bwana, na ukisema Kristo ni Bwana unaendelea kutenda dhambi, si Mungu ghadhabu yake itashuka na itakusumbua. Ebu ingia vizuri, ingia kwa Yesu na miguu yote. Wacha kuchotwa, wacha kufanya vitu richo, wacha kufanya vitu asimpendezi Mungu, wacha kufanya takataka. Kwa hivyo hiyo nakwambia, kuna vitu zimezuilia watu wa Mungu. Wacha tusome katika kuna maandiko iko hapa katika Zakaria 3. Inasema usikie kweli kuna vitu zinazuilianga watu wa Mungu. Kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu. Imagine Joshua alikuwa kuhani. Huyu ni Zakaria anasema hivyo, akaonyeshwa katika maono, akasema kisha mstari wa kwanza, Zakaria 3 mstari wa kwanza sema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana. Shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana na yeye. Yaani na shetani akasimama pia kwa Yoshua. Bwana akamwambia Shetani, Bwana na akukemee ewe Shetani. Naam, Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Yaani huyu ni Joshua. Huyu ni Zekaria ameonyeshwa mambo ya Yoshua. Maybe Yoshua alipitia mambo mangumu, akapitia mambo mangumu. Wacha tumalize ili nikuambie. Kilichotolewa motoni. Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Unaona? Naye alikuwa anasimama mbele ya malaika. Joshua alikuwa anasimama mbele ya malaika. Tuone. Huyu ni mtumishi wa Mungu kuhani. Alikuwa amesimama mbele ya malaika. Naye huyu akajibu akamwambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakufika mavazi ya dhamana nyingi. Huyu ni Joshua kuhani wa Mungu, na huyu ni Zakaria alionyeshwa. Huyu mtumishi wa Mungu maybe alipitia mambo mengine akachafuka, na shetani naye akasimama, na Mungu akasema atamuondolea Joshua uchafu, akamfua mavazi yenye alikuwa amevaa machafu. Sijui ni nini katika maisha yako ya wokovu
umepitia ukachafuka, naomba Bwana wa mbinguni akaweze kukuondolea hiyo uchafu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umeokoka, Kristo ni Bwana, ni mapito umepitia, ni mtu amekuudhi, ni kazini umetezwa, ni mashita ya ndoa, ni mashita ya nduma, ni mashita ya tete, yote yakakuchafua. Maybe umechafuka kama Yoshua na ni kuhani. Nasema siku ya leo vile Bwana alimuondolea Joshua aibu, akamfua mafasi machafu, akamfalisha mafasi masafi, Bwana Yesu akakuondolee mafasi machafu na akufalishe usafi, ili uache kukaa ukihukumiwa. Maana hapa nimesoma kama yeye alikuwa amepitia katika moto, ametengenezwa, ni mtumishi wa Mungu, lakini amechafuka. Kwa hivyo watu wa Mungu, na watangazia siku ya leo, ile neema tu nimeongea msalabani, ndio hii ninaongea hapa. Mungu alimuona Joshua akiwa amechafuliwa mafasi, akamfua hayo machafu, akamfalisha. Bwana Yesu akakufalisha mafasi masafi, akakuondolea uovu wako wote, ili ukaweze kupata kimbali machoni pake. Bwana Yesu asipiwe. Kwa hivyo siku ya leo ninaongea kuhusu neema za Mungu. Na wewe ambao hujaokoka, na kusi katika jina la Yesu Kristo, Kristo akawe Bwana ndani ya maisha yako. Utarudia utasema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nisamehe dhambi na makosa. Ninaamini ya kwamba uliteswa, ukafa, ukazikwa, na siku ya 3 ukatoka kwa wafu, na wewe ndiye Bwana. Uniokoe, uniondolee aibu, nami nitaishi nikutumikie. Sema amen. Mtu wa Mungu, umeokoka, anza kuwa na ushirika. Enda kanisa lilio karibu na wewe, upate mlezi akulee, umjue Mungu. Enda ukapenda sana mtumishi wa Mungu anayekukemea. Penda sana mtumishi wa Mungu anayekuambia hii si njia hii. Usitake wale tu unakula unawatolea sadaka na wakukemei. Maana sadaka ni nzuri, hata mimi nataka, ukinipa nitakula, lakini lazima ukemewe. Si nikule nishibe, nikishiba sikuambii dhambi zako. Watu wa Mungu, tubandirike. Na wewe umeokoka. Wacha nikuombee. Bwana wa mbinguni aweze kukusaidia. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Bwana na Mungu wetu. Hakuna aliye kama wewe mbinguni na duniani. Nastahili heshima na utukufu Bwana. Asante kwa uwepo wako na nguvu zako. Asante kwa neno lako Bwana wa majeshi. Nimeumbilia watu wako, nimewakemea, nimewarekebisha. Ukatusaidie sisi sote, maana tunakuhitaji. Sisi wote ni wanadamu na wewe ni Mungu. Naomba neema mpya kwa hao watu, wale wameokoka nimewaleta kwako, wasiwaipotea na kila shida walionayo kwa mwili, mapigo walipigwa na shetani kwa dhambi, ninaikemea kwa jina la Yesu Kristo. Ninawaombea amani, ninawaombea urejesho, ninawaombea kukuona katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, ukatembee, ukaonekane. Wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Bwana wa mbinguni, kama vile ulimuondolea Joshua mafasi machafu na ukamuondolea uovu, Bwana ukamtakaza, hivyo ndivyo ninaomba kwa yeyote atakayesikia video hii. Hivyo ukamuondolee mafasi machafu katika daily life. Kuna kuchafuliwa kwingi, kuna kupitia mambo mangumu, kuna watu kuchoka hata na wokovu. Bwana ukawaondolee hiyo katika jina la Yesu Kristo. Mipango ya adui katika watu wako itatimia, lakini Bwana hakuna mtu hata mmoja atapotea, yule ameokoka kitambo na yule ameokoka saa hii. Watumishi wako makuhani, uwasaidie Bwana, usimame na wao, uwaondolee aibu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Bwana umetenda. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme. Uhimidiwe Bwana, utukuke, maana wewe ni Mungu. We give you praise, we give you honor. Asante kwa kunitumia tu kama chombo. Utukufu na sifa ni zako. Mimi si kitu, na nyenyekea kwako. Roho zote na minyororo yote na aibu yote ikaondolewe katika jina la Yesu Kristo. Pokea
amani katika jina la Yesu Kristo. Ukatakazwe kwa damu ya Yesu Kristo. We mwanadamu, uwe huru, uendelee na safari. Hakuna kitu kitakuzuia kuishia Mungu. Asante Bwana, asante Yesu, na ni kwa Yesu aliye Bwana nimeomba na kuamini. Sema amen, mtu wa Mungu. Kile nataka kukuambia nikimaliza, unapopitia mambo mangumu, unapopitia shida, unapotatizika. Najua kuna hali utatiza mtu. Kumbukanga Yesu, neema zake ziko na ni mpya kila siku. Usongee. Na ninakuacha na mstari nasema Waibrania 4:16. Inasema hivi, na tukisongee kiti cha neema cha Mungu ili tupate, oh my God, nimeipata. Iko hapa inasema hivi, basi na hii ni Hebrews 4:16. Nasema basi na tukikaribia kiti cha neema cha tuanze tena 4:16 nasema basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Mbingu iko wazi kwa wale wanaotaka msaada. Usikae nyuma. Usiteswe na shetani akikwambia umekosa, hauwezi kuwa. Yesu hakukuja kuhukumu ulimwengu, alikuja ili ulimwengu uokolewe kwa yeye. Na ukumbuke aliyemwamini hahukumiwi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mbarikiwe sana, na Bwana watende mema na kuonekanie, na kamuziko kokote mwana wa Mungu amekuondolea. Sema amen. Ukisema amen, muziko utaondolewa. Na ukumbuke Yesu alilipa yote. Ufai kulipa kitu kingine. Jako ni kutii neno la Mungu, na yale yote utakuta umepata. Kristo ni all in all. Damu ya Yesu inatosha, mwana Mungu anatosha. Shalom, shalom. Mungu awabariki. Amen.